Na mujambo mtazamaji na karibu katika kipindi Siasa za Kanda. Hiki ni kipindi ambacho siku zote huangazia masuala mbalimbali ambayo yamechukua sehemu kubwa ya habari kote duniani. Inaweza kuwa Afrika ama mabara mengine. Lakini wiki ambayo imekuwa na shughuli nyingi kule Marekani, watu 5 walifariki na walikuwa wafuasi wa Donald Trump ambao walikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wanapingwa kuidhinishwa kwa kura ambazo zilikuwa zimepigwa awali kuidhinisha ushindi wa Joe Biden kuwa rais wa 46 wa Marekani. Hali hiyo imeleta gumzo sana Afrika. Baadhi ya watu wameanza kusema Marekani kunakuwa na fujo, wa Afrika watafanyaje? Na vile vile jamii ya kimataifa imezungumzia suala hilo. Rais anayeingia wa Marekani Joe Biden amesema tukio hilo limeleta fedheha kubwa katika nchi ya Marekani. Na tunajadili swala hilo na siasa za Marekani na utawala mpya wa Marekani. Kujadili swala hilo hapa Nairobi tunaye ndugu Mohamed Abdullahi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Hali namna gani Abdullahi, na karibu? Salama kabisa Paul, asante. Na huko Marekani tutakuwa na Mwamoyo Hamza. Huyu ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya VOA na ana kofia nyingi tu huko vile vile. Hali namna gani bwana Mwamoyo? Hali ni nzuri, tunaendelea vizuri. Habari za Nairobi Paul? Nairobi tuko sawa, naona huko kuna vurugu sana. Inakuwa kwaje? Mbona hivyo Marekani wakati huu ambapo ndo huwa ni kisiwa cha demokrasia nchini kinatoa mafunzo sana kwa hizi nchi zetu za mataifa ya tatu? Unasemaje kuhusiana na hilo kwanza? Ni kweli ni hali inayotokea hapa Marekani, iliyotokea Capitol wiki iliyopita. Kama ulivyosema, imekuwa ni fedheha kubwa kwa taifa la Marekani kutokana na kwamba linajulikana ni taifa lenye demokrasia iliyokomaa, na tukio lenyewe limetokea katika mahali ambapo unaweza kusema ni maka ya demokrasia, kwenye Capitol building. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeleta fedheha kubwa sana kwa taifa la Marekani na kulazimisha kujitafakari. Je, siasa ya Marekani sawa. Acha mzee Abdullahi, unasemaje kuhusiana na hali ilivyokuwa Marekani? Kukawa na vurugu, Trump mwenyewe hataki kukubali ushindi wa Biden, na hata inasemekana hata kuwa kwenye ile hafla ya kuapisha bwana Biden tarehe 20. Asante Paul. Sisi tuko hapa Afrika, na kwa hiyo ni habari tunazopokea ni zile ambazo, na pia tutatazama idhaa zao. Ni kweli yako ulivyosema, ni kwamba Trump ameleta ukaidi kwamba hata banduka kutoka katika kiti cha urais. Na haya mambo haya, kama unakumbuka, katika kipindi hiki cha Kanda za Siasa tuliozungumza kabla ya uchaguzi kwamba Biden alisema kitambo katika mkutano kwamba huyu bwana ana ukaidi wa aina fulani na huenda akakataa kuanduka katika kiti cha uongozi iwendapo atashinda uchaguzi. Na haya yameweza kujiri. Hii inahitilafiana kabisa au inaponda itifaki ya maraisi wa miaka kuja miaka kwenda, kwamba udemokrasia ni kwamba ni mtu kukubali kwamba kashindwa. Na asiyeshindwa, wanavyosema Waswahili, si mshindani. Na huyu bwana huyu anaonekana kwamba haitoshi hivyo, pia amefanya visanga vya kushangaza kama kuwatisha viongozi ambao wanaendesha shughuli za uchaguzi, kama yule bwana ambaye alikuwa anahusika na mambo ya uchaguzi huko Georgia. Na vile vile inasemekana kwamba aliwatisha na wengine kabla ya hapo, kuambia kwamba ayumbishe uchaguzi, kwamba kuonesha kwamba kura zilizopigwa si hazikuwa za haki, au kuonesha kwamba mengine ambayo hayafai yanaweza kubatilisha matokeo ya uchaguzi aweze kuyabuni huyo bwana. Na hao wamekataa wote. Kwa hiyo alivyokuwa akifanya, na mwisho hatimaye, jambo la kuchukiza zaidi,
na ndio sababu sasa hata ile akaunti yake ya Twitter, ule mtandao ambao alikuwa akiutumia sana kuwahamasisha wafuasi wake, kwa sasa yeye amefutwa kabisa, amefungiwa, na kwa sababu aliwahamasisha watu mpaka kitendo hicho kikapelekea watu kufa, watu kuuawa katika majengo ya bunge au Capitol Hill, ambayo ndipo Senate na bunge la kawaida la Congress, yani inaitwa Congress, ambayo House of Representatives pia wanaketi pale. Ni kitu ambacho hakitokea. Umeona kwamba watu wakipanda hiyo nyumba hiyo ya bunge na wakawatisha wale viongozi waliokuwa pale, na watu 5 wakafa hapo. Haya ni mambo ya ajabu, na yeye mpaka dakika ya mwisho alikuwa anang'ang'ania, anaambia hivi kwamba wewe wazuie watu, waambie wasifanye vitendo hivi, waambie wafanye maandamano lakini watoke, lakini hakuyasikiliza hayo maonyo. Na baadaye kidogo tutakuwa tunaungana na bwana Fulbert na Mwamba, profesa huyu anafundisha kule Marekani na vile vile ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Ndugu Moyo, watu wanasemaje kuhusu makamu rais anayeondoka Mike Pence? Manake alionekana kutofautiana na rais Donald Trump kuhusiana na hali ilivyokuwa. Manake Pence alikuwa ameambiwa pia yeye apinge yale matokeo ama kuidhinishwa kwa kura za Biden, lakini yeye akachukua mkondo tofauti, akaona mambo yako sawa, asiyekubali kushindwa si mshindani. Wa Marekani wanasemaje na wanamchukuliaje Pence wakati huu? Naam, Pence, makamu rais Pence amepata sifa za mwisho kutokana na msimamo aliochukua hapa baadaye kabisa kupinga matakwa ya rais Donald Trump, akidhani kwamba Pence anaweza kubadilisha matokeo ya uchaguzi. Lakini Pence alikuwa muwazi kabisa kusema kwamba yeye anasimamia ile kikao cha pamoja cha baraza la wawakilishi na baraza la Senate kama msimamizi tu wa kikao kile, lakini hana madaraka ya kubadilisha matokeo ya uchaguzi. Na hatua nyingine aliyochukua baada ya zile fujo kutokea, waliporudi kwenye kikao siku ile usiku, alitoa matamshi ambayo yalikuwa makali sana kwa wale watu waliofanya ile fujo. Kwa hiyo kwa upande wao anapata sifa, lakini vile vile kuna watu wanakumbuka kwamba Pence amekuwa kando ya rais Donald Trump kwa muda mrefu sana, na hata wakati huu ambapo baada ya uchaguzi rais Trump alipokuwa anakaidi matokeo ya uchaguzi, Pence alikuwa naye, alikuwa anamuunga mkono. Kwa hiyo hilo nalo pia watu wanalikumbuka. Kwa hiyo sio kwamba ameweza kufanya jambo zuri wakati wa mwisho, lakini watu wanakumbuka vile vile kwamba alimsaidia Trump kufika katika kiwango hicho alichofika, kwa sababu watu wengi wanadhani kama Trump angepingwa toka awali baada tu ya uchaguzi matokeo ya uchaguzi kutoka na watu walio karibu yake, ikiwa ni pamoja na makamu rais Mike Pence, huenda isingefikia hapa. Na asante sana. Basi tunaungana na Profesa Fulbert na Mwamba. Huyu ni Mkenya lakini yuko Marekani kwa shughuli za kiakademia na vile vile ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Profesa, hali namna gani? Habari za Marekani? Kwanza ni shukuru wenzangu Mwamoyo Hamza na Abdulatif kwa mchangio mzuri sana. Pili ni kwa salamu za Jumapili kwa wenzangu wa Kenya. Hadi hapa ilikuwa ni ya fedheha kubwa, nakubaliana nao, lakini pia ningependa nikumbushe waziwazi kuwa kulikuwa na hali ya unafiki pale kutoka kwa rais mwenyewe. Nilimuita katika mahojiano mwingine Kinyonga bin Ndumakuwili. Ni muite Kinyonga kwa sababu alikuwa akigeuza lugha yake saa zote, na muita Ndumakuwili sababu aliambia waziwazi wafuasi wake waingie pale kwenye bunge la Congress. Baadaye anarudi na kusema kuwa wachukuliwe hatua kali, na alisema kuwa anawapenda. Lakini mambo ningependa kutathmini kabisa ni kuwa walioingia pale walikuwa na mpango. Wengi wanafikiri kuwa tu walikuwa wanaandamana halafu wakaenda kufika pale.
Walipofika pale, kwanza mtaona kuwa wengi walikuwa ni wanajeshi wastaafu, wengi walikuwa wanajeshi wastaafu. Pili, kulikuwa na wazimamoto, na wazimamoto huwa wana uzoefu wa kupanda nyumba kama hizo. Wazimamoto na wanajeshi wanajua vile ya kuvunja madirisha. Walijua madirisha waliovunja. Walipofika pale ndani, walikuwa wakimlaani vikali Mike Pence. Walikuwa wakimlaani Mike Pence. Wakasema wanaenda kumtafuta Nancy Pelosi ambaye ni speaker. Ukafikiria kwa hilo lilikuwa ni jambo ambalo hawakupanga, lakini walijua vile ya kupata penye afisi ya speaker ilipokuwa. Wakaenda wakakalia kiti cha makamu wa rais Mike Pence, na walikuwa nasema anyongwe, Mike Pence anyongwe, na walikuwa na kinyonga pale kwenye gari la pickup. Walikuwa wameweka kamba, kitanzi, walikuwa wameweka kitanzi cha kunyonga, walikuwa nacho. Mmoja wao alikuwa mwanajeshi wa Air Force ambaye ni komando, alikuwa amebeba pingu za kufunga watu. Ndiye yule alionekana akiruka kama Spider-Man. Alikuwa ni mtu ambaye amepata uzoefu wa kijeshi. Wakaingia kwenye afisi zile, wakararua makaratasi, halafu wakafanya vitendo vingine vya aibu ambapo waliangusha matunda ya kinyesi kwenye afisi za wabunge. Kanyaga na kuacha nyayo za hudhurungi pale. Basi hivi vitendo ni kama vilipangwa. Naam, ndugu Abdullahi, wewe unasemaje? Kwa sababu mimi nakumbuka miaka ya mwisho ama sehemu ya mwisho rais wa Marekani akiondoka, Barack Hussein Obama alizuru Afrika, kwenda pale Ethiopia kwenye makao makuu ya nchi za Umoja wa Afrika, na kalaani namna kuna fujo barani Afrika za uchaguzi, viongozi wanajipendelea. Akataja nchi ya Rwanda, kulikuwa na mabadiliko ya katiba, Burundi vile vile, ili kuwapa wale viongozi waliokuwekwa nafasi ya kuendelea kutawala kwa mfano. Kwa hiyo watu wakaona kama Marekani inaonyesha Afrika kabisa namna demokrasia ilivyo. Na hata unakumbuka mwaka 2008 alikuwa waziri wa mambo ya nje ya Marekani alikuja hapa kuondoliza rais wakati kuna mzozo hapa Kenya. Hata simu zikazima zote kabisa, ile network ikapotea wakati huo, sababu wakubwa wa Marekani walikuwa. Sasa hizi hii hulka tunaweza kuichukuliaje nchi za Afrika? EU inaweza kutuma habari Marekani vile vile kuambia kwamba wawe na demokrasia, ama namna gani? Nadhani hatuwezi kuwapa taarifa yoyote wa Marekani. Wao wenyewe wanajieleza na wanasema kwamba kumetokea na makosa makubwa sana, lakini obviously watu watawacheka kwa kitendo hiki. Watu wanasema hao jamaa kila saa walikuwa wakituhutubia, wakitoa mihadhara kutuhusu sisi, angalia wanavyofanya nao. Na hata wao wenyewe wametaja hayo, wakasema sisi tumekuwa kicheko, tunachekwa kwa sababu ya vitendo vyetu hivi. Neno moja ambalo lilitaja hapo ambalo ni zuri sana ni kuhusu hulka ya huyu bwana. Na si mara ya kwanza Paul, huyu jamaa kudadisiwa. Mara ya kwanza kabisa mimi ninavyokumbuka, naona nadhani na hiyo taarifa, Hillary Clinton alipokuwa wakiwania kiti cha uraisi, ambaye alishinda kura za wengi katika taifa, alisema jamani, inakuwa kuaje kwamba mnampa uongozi wa nchi hii mtu ambaye hakutulia. Huyu bwana hakutulia, ni hatari kwa nchi hii, hata anaweza kuanzisha vita vya nuclear. Kwa hiyo ni makosa kumpatia. Na watu wengi sana waliweza kuzungumza kuhusu hulka yake, huyu mtu, tabia alizokuwa nazo. Na baadaye ikaibuka kwamba kwa hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu kwa mfano alipokuwa wakati wa uchaguzi alipokuwa anawania uchaguzi, wale watu washauri wake walikuwa wakimweleza, bwana usifanye hivi, usifanye hivi. Anawaambia waziwazi kwamba sikilizeni, mimi ni mshindi, mimi ndio uchaguzi huu najua namna ya kushinda, sitaki hotuba zenu, ona mikoa mingapi ambapo niweze kujipatia ushindi, hii kaeni hapo mnifuate.
lakini sitaki kuambiwa habari zozote. Na hakuna kiongozi yote katika ulimwengu ambaye hasikii washauri wake. Ni lazima awasikilize washauri wake ili aweze kuongoza kwa uzuri, kwa sababu mtu yoyote hajitoshi yeye mwenyewe. Hata katika maisha ya kawaida, mtu unataka pengine ushauri wa watoto wako, mke wako kama ni mwanamume, kama ukiwa mwanamke unataka ushauri wa mume wako, na hivyo ndio mashauri yanavyoendeshwa katika dunia, ndivyo maendeleo yanavyofanyika. Sio kwamba eti mtu ujione kwamba wewe mimi najua yote, mimi ni too much know. Sasa hiyo ndio inaleta shida. Umeelewa? Naam. Kwa hiyo huyu bwana, nikijibu swali lako, Amerika itarudi vile ilivyokuwa. Hutokea fluke, makosa hutokea. Na nafikiri hapa wamegundua kwamba kuna kosa limetokea, na hata sasa hivi wamekwisha kumweleza kabisa waziwazi kwamba asithubutu kujaribu kusimamia kiti cha mwaka 2024 na 24, kwa sababu kuna uchaguzi wa urais na anaweza kuwania akiwa na haki hiyo. Na mpaka sasa hivi tena kuna mambo mawili ambayo nafikiri ni muhimu sana. Kwa sasa hivi kuna wanachama wa chama chake cha Republican ambao wamejiuzulu kutoka katika baraza la mawaziri, ambao ni maseneta ambao wanamshutumu vikali sana. Wengine wako tayari kuunga mkono mswada wa kumkashifu, impeachment. Kuna miswada miwili huenda ikafikishwa bungeni kesho. Kuna mswada huu wa kumkashifu ambayo haina maana kusema kweli sana, kwa sababu tarehe 20 atakuwa ameondoka. Lakini kuna mswada mwingine pia ambapo wanataka kumkashifu tu kwamba katika hizi siku 10 na kitu zilizobakia aondolewe katika cheo cha uraisi na makamu wa rais awepo pale, ashikilie hiyo cheo. Kwa hiyo kuna kamati inaitwa ile kamati ya bunge, wanatumia fungu la 25 la mabadiliko ya katiba ya nchi hiyo, ambapo watakaa kitako, watasema huyu bwana ni mwendazimu au hakutulia kikichwa. Kwa hiyo hafai kushikilia hatamu za uongozi, na kwa hivyo astaafishwe, aondolewe, ang'olewe kutoka katika madaraka. Hili ni wazo ambalo kuna wengi sana ambao hata wale wa chama chake wanaunga mkono, ingawaje kuna watu wengine ambao of course hata yeye wenyewe wanamuunga mkono, kama vile unavyojua ilivyodhihiri katika kura. Lakini kwa jumla sisi Afrika, huwezi ukasema fulani ameiba na mimi nitaiba, fulani ameua na mimi nitaua. Mauaji ni jinai ya hali ya juu, mbaya sana. Huwezi ukafanya. Wizi ni kitu kichafu, uongo ni kitu kibaya. Sasa huwezi ukasema kwamba nitaweza kuiga mambo hayo eti kwa sababu Marekani imefanya na sisi tunazofanya. Nafikiri hiyo ni kujidhalilisha na kujifanya sisi kwa duni sana. Mtu mwenye heshima zake hawezi akaiga mambo machafu. Na Mwamoyo, wewe kuna vyama viwili ambavyo ni vizito sana, Republican na wale Democrats. Unasemaje wakati huu hali ya hawa Republicans ambao sasa manake Rais Trump ndio mwenyewe anaondoka na amekuwa na vituko katika siku nyingi za huu msimu wa muhula wake ambao ameongoza. Je, unafikiria itapunguza makali ya Republican katika kuendeleza sera tofauti za Marekani? Inavyoelekea sasa hivi wa Republican ni kidogo wamegawanyika. Kuna wale ambao wamechukizwa sana na mambo yaliyotokea wiki iliyopita na ambao hawakubaliani kabisa na Rais Donald Trump kwa kwenda mbele, na kuna wengine ambao bado wanamshikilia, na wale wanamshikilia hasa sio kwamba wanampenda yeye Donald Trump mwenyewe. Hawa watu wana shabaha ya uchaguzi unaokuja. Wale watu ambao ni wanamuunga mkono Donald Trump wanataka kura zao. Kwa hiyo wanajikuta katika huo mtihani wa kujaribu kubalance, kutopoteza zile kura za wafuasi wa Donald Trump. Lakini tuzungumzie kidogo hili swala ulilizisha la kuhusu demokrasia ya Marekani. Mimi hili jambo lilikuwa jambo la fedheha, na Wamarekani wenyewe walikuwa jambo la fedheha, limewaibisha. Lakini ukiangalia sana, demokrasia ya Marekani imefanya kazi hapa. Unapokuwa na demokrasia haina maana kupata matatizo, isipokuwa tu ni kwamba ukipata matatizo demokrasia yako itakuokoa, na ndio kilichotokea hapa Marekani.
Kama ingekuwa sio mahali penye taasisi ambazo ziko imara, hili lingekuwa tatizo kubwa sana. Lakini kama unavyoona, pamoja na kwamba rais amefanya tabia ambazo sio nzuri na wote wamezichukia, lakini zile taasisi taasisi ya bunge, taasisi za mahakama, amepeleka kesi chungu nzima zaidi ya 60 mahakamani na zote zimekataliwa. Amekwenda bungeni na huko pia alijaribu kufanya fujo pale, lakini wabunge wale baada ya fujo zile walirudi siku ile ile usiku na wakaweza kuidhinisha kurasmisha matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba zile taasisi za demokrasia Marekani zimefanya kazi. Mwalimu Nyerere wa Tanzania aliwahi kusema kwamba kuna nchi zinaweza kuhimili kuwa na rais asiye mwadilifu. Actually yeye alitumia neno mpumbavu. Na kuna nchi haziwezi kuhimili kuwa na rais wa namna hiyo. Marekani imepata rais ambaye kwa kweli hakuwa na umakini wa urais wa Marekani, lakini kutokana na taasisi zake zilivyokuwa nzuri zimeweza kuhimili, na ndiyo maana ya demokrasia. Wakati huo pia unaweza kusema kwamba demokrasia ya Marekani imepewa mtihani, na mtihani wenyewe umekujaje? Imekuwaje mtu kama Donald Trump ameweza kupita kwenye ngazi zote za uchaguzi mpaka akafikia urais? Hapo Wamarekani wanaweza kujiuliza, huu mwenendo wetu kweli unafaa ama haufai? Labda Profesa Namwamba atatueleza vizuri. Profesa Namwamba, mpira kwako, unasemaje kuhusiana na ile swala la taasisi za Marekani kuwa pengine huru zaidi na swala lazima la demokrasia? Tulipokutana hapa wiki chache zilizopita, tulikuwa na Abdul Latif na pia tulikuwa na Abdul Shakur wa Voice of America. Tukasema kuwa taasisi za Marekani zina nguvu. Kwa hivyo mimi sikubaliani na wanaosema jameni, oneni Marekani huja hapa kutuambia hiki na kile, angalieni vile walivyo. Mimi sikubaliani kama iko hivi. Na kwanza nimemweleza mwanahabari mwenzangu fulani ambaye katika mahojiano mengine nikamwambia, msiseme Marekani hiki Marekani kile, sababu hakuna sauti moja iitwayo Marekani. Marekani ni mfumo, na mfumo wenyewe hauna umoja ule. Ni kuwa kuna mawazo tofauti, siasa tofauti, mirengo tofauti katika mfumo mmoja. Kwa hivyo Barack Obama kama alisema hiki na Hillary Clinton akasema hiki, mrengo na tabia za Hillary Clinton na mrengo na tabia wa Barack Obama sio mrengo sawa wala tabia sawa na huyu bwana aliye kwenye White House. Alivyosema vizuri Mwamoyo, ni kama alinisoma. Mwamoyo, umesoma moyo wangu, sababu amesema kabisa niliyokuwa naenda kusema. Na ni hivi, ni kuwa wewe ukisema kuwa dunia lazima utapata watu walaghai, na vile Rais Nyerere alisema dunia haiwezi kukosa watu pumbavu. Swali unajiuliza ni je, kuna taasisi pale ambayo itarekebisha? Basi shida Afrika ni kuwa kama kuna mlaghai, taasisi haziwezi kumsahihisha, inabidi serikali kupinduliwa. Kunakuwa na vita vya kijeshi, pengine jeshi la nchi hiyo linachukua hatamu za uongozi sababu yule mlaghai hana njia ya kusahihishwa. Ulivyoona Marekani kwa huyu amepanga mabaya, na nimeeleza waziwazi kuwa walioenda kule walikuwa wamepanga kile walichokuwa wanaenda kufanya. Lakini jambo zuri ni kuwa taasisi zilizopo zilisahihisha ile hali, wabunge walirudi pale pale wakarudisha na kumaliza kazi yao. Halafu sasa wanajitayarisha kushughulikia hali yake. Na vile mimi nionavyo ni kuwa wanataka kumpa adhabu ambayo hili tendo halitarudiwa. Wale walioingia pale bunge wanaenda kupata vifungo vikali ambavyo havitakuwa na huruma. Na hata hizi sheria ambazo zitawafunga wenyewe
Ni Rais Trump mwenyewe alizitengeneza hizi sheria ili kufunga weusi waliokuwa wanaandamana katika mienendo ya Black Lives Matter. Wakaweka kifungo cha miaka 10 bila kuhurumiwa, na hizi sheria zinaenda kuwafunga watu wake. Ndio semavyo Wakenya watajua hawajui. Kwa hivyo makosa mawili hayatengenezi sahihi. Sio hesabu ambapo unasema negative na negative ni positive. Katika masuala ya jamii, tendo baya na tendo baya lingine sio tendo sahihi. Kwa hivyo Mwafrika kusema angalieni Marekani wameharibu, hata sisi wasije wakatuambia hiki. Mimi nasema la, tungali tunahitaji demokrasia ya Afrika. Tunahitaji haki za binadamu, tunahitaji haki hizi, na watu wetu wakifanya fedheha tusiseme eti sababu Amerika imefanya fedheha na sisi tufanye fedheha. Ati sababu kaka mkubwa anafanya makosa na mimi nifanye makosa. Ndivyo. Asante sana, shikilia hapo Profesa Fulbert Namwamba. Napata ujumbe kutoka kwa Judy Mricho, anasema anatazama siasa za kanda, anaunga mkono Joe Biden ambaye ni rais tayari. Tunajadili swala hili la siasa za Marekani. Tunaye ndugu Mohamed Abdullahi ambaye ni mchambuzi wa siasa ambaye yuko Nairobi. Tunaye Mwamoyo Hamza ambaye huyu ni mkuu wa VOA Swahili ambaye yuko kule Marekani, na vile vile Profesa Fulbert Namwamba ambaye kitovu chake ni Budalangi, lakini posho anatafuta Marekani kwa sababu za kiakademia. Mimi ni Paul Nabiso, tunachukua mapumziko alafu tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu kwa awamu ya pili.